Mheshimiwa Rais amewatuma, amewaamini, amewatuma na mpelekee hizi taarifa za mama yake na Fini. Naumia sana na sijui, sielewi. Kwa majina anaitwa Esther Michael Chacha. Tarehe 29 mwezi wa 10 kuna kijana wangu anaitwa Phineas Michael Marwa. Alikuwa Dar es Salaam akifanya shughuli zake za upambaji. Kuna kazi alikuwa ameifanya, akaenda kuimalizia kesho yake. Mtoto wangu nimeongea naye muda saa 6 kufikia saa 11, napewa taarifa mtoto wangu amepigwa risasi kifuani, amepelekwa hospitalini. Kwa vile watu walikuwa watembei, ilikuwa ende Mwananyamala, usafiri ukakosa. Yule mtoto kufika usiku wakawa wananipigia simu, ila niliongea naye mara ya kwanza. Nikamuuliza, mtoto wangu umeumia, umepigwa risasi wapi? Akaniambia, mama nitakuambia ni kifuani. Mtoto alikuwa analia kwa uchungu, na mimi kama mzazi, mtoto alikuwa nilikuwa namtegemea. Kwa kweli niliumia, sikulala, na wapigia simu, usafiri umekosa wa kumpeleka kwenye hospitali kubwa. Mtoto anakuja damu, wanawambia mwambie mama yangu aniombe. Naambia mwambie na muombea mtoto wangu. Kufika usiku mida ya saa 8, waliokuwa naye wakaniambia, ambaye nitakutania mama, ongea na mtoto wako, hata maneno matatu au mawili umtie nguvu. Mtoto wangu walipomwekea simu sikioni, nisikia mtoto anakoroma. Asubuhi nikatuma watu kwenda kumuona, wakakuta mtoto wangu amefanya. Wakamtoa pale, wakaenda wakamkuza Mwananyamala. Baada ya kuwa kuja zimeisha, amani nilipokuwepo, wakafanya utaratibu, wakamsafirisha kuja Tarime. Nilifika tarehe 6. Kwa kweli mimi sina mtu mwingine niliyokuwa namtegemea, nilikuwa namtegemea mtoto wangu. Na maisha niliyokuza watoto, Mungu ndiye anayejua. Ilifika sehemu tukalala njaa, ilifika sehemu tukafukuza hata kodi ya nyumba. Lakini mtoto alikuwa amesimama, akisimamia familia yote, wadogo zake wanaosoma, mimi mama yake na ndugu kwa ujumla. Lakini sasa hivi sina mtu wa kunisaidia kwa kweli. Mtoto alikuwa na mategemeo ya kumjengea mama yake. Alikuwa akiniita kiniambia, mama mzaa chema, umeteseka, mama nitakujengea. Lakini amekufa, ameniacha kwenye upangaji. Niliugua, kizazi kikaharibika. Nilienda kufanya operation, ilikuwa nimesha niathiri, kwa hiyo nimesha kuwa na matatizo. Sifanyi kazi ngumu, siinami hata kudeki mgongo. Huyo ndiye alikuwa ananisaidia. Kwa kweli mimi sijui ninakoenda, na hata hapa nilipo mnanyani nimesimama, lakini sielewi kwa kweli. Sielewi. Sijui kodi ya nyumba naitoa wapi. Sijui ile familia nailishaje. Kuhusu mimi afya yangu sijui.
na baada ya kuwa na ugonjwa huo muda mrefu, kuna magonjwa ya presha yakaingia. Siwezi kukata katika kwenye moto na pika. Lakini kipenzi changu akaniambia, mama, na kununulia gesi, usiumie. Nilikuwa nikiwasha jiko, nguvu zinaisha na anguka chini. Sasa hapa sijui nifanye nini. Sielewi. Niko kwenye upangaji. Tegemezi langu ndio hilo halipo. Kwa hivyo nilikuwa sifanyi kazi ngumu. Alikuwa ameshaniambia, mama, nitakuhudumia kwa kila kitu. Jamani, naumia. Ninajitahidi tu kusema, lakini naumia. Mwangalie na mimi, hata ile familia watoto wanaosoma wanaishije. Nina madeni, nilikuwa na mkopo. Kama hapa hata message iko kwenye simu. Tarehe 7 huo mkopo alikuwa yeye unauregesha. Nikazika tarehe 6, akawa amefariki. Alikuwa ameniahidi hata hadi yake akufika kutata hata kesho moja. Ilikuwa nirekesha hata tarehe 7. Mpaka sasa hivi wananiambia wanakuja kuchukua vitu ndani. Sijui nasimama wapi, sijui. Kwa kweli, kwa Mheshimiwa Rais amewatuma, amewaamini, amewatuma. Na mpelekee hizi taarifa za mama yake na Fini. Naumia sana na sijui, sielewi.